Kiukweli kwa sasa hela sina. 50,000 parefu. Mimi napenda tu nikwambie ukweli. Kusema kama niingie ndani nichukue 50,000 nikupatie, hamna, sina kwa sasa, ila ningekuwa nao ningekupa. Kwa nini nikunyime? Yaani mimi nilijua tu hapa yeye nilikuwa nakupima imani, nijue kweli kama unanipenda au unipendi. Mimi ni jukumu langu mimi, sawa, kukuhudumia wewe, unaelewa? Na hiyo 50,000 haiwezi kanifanya mimi nikose mtoto mzuri kama wewe. Labda nikwambie kitu kimoja, natakiwa uwe na imani na mimi kwanza, sawa? Mimi hilo swala ni ya chini nilipambanie. Mimi na imani nitaipata, nikipata tu nakuletea mwenyewe nyumbani. Nilichogundua wewe unipendi, ni yako tu nichezee mie. Ni lini sasa unaniletea? 50,000 siku mbili nikiipigania naweza nikaipata. Tuombe tu uzima, lakini kingine si unakuwa hivyo bwana. Yaani mtu kisa umemkuta hana hela ndo unasema hakupendi, hamna. Unaelewa? Kwani wakati tunakubaliana ulijua mimi kama na hela au sina? Si hamna. Lakini naomba usinidanganye. Mimi nakupenda bwana, usi unafanya hivyo sana. Shida, naomba umsaidie. Huyu ni rafiki yangu na mpaka nimekuja naye hapa kwako sina mashaka naye. Hivyo ndugu yangu, nilikuwa na shida. Huyu rafiki yangu ana shida, nilikuwa naomba umsaidie. Sasa sijaelewa hiyo shida ipi? Shida yenyewe ni ya hela kaka. Mimi kuna mambo kidogo, mambo yangu hajaenda sawa, natakiwa nifuatilie mambo ya fomu, maana sio kwamba hela haipo, ipo, lakini ipo kwenye akaunti yangu. Akaunti yangu nayo imefungwa, unaelewa? Kwa nilikuwa na shida tu na 50,000 tu, 50,000 niweze kufuatilia hizo issue. Nitakapofanikisha hilo swala nakuletea pesa yako. Pia unatakiwa muamini ndugu yako, kwa sababu mpaka namfuata namuomba hela anasema hana, ananileta kwa ndugu yake, ni kwamba ananiamini. Unaelewa? Ukiachana na maisha ya sasa hivi hapo unapotuona, maisha ya nyuma tushaishi vizuri tu. Kwa sidhani kama nakuwa hana imani na mimi ndio mpaka anilete kwa ndugu yake. Sasa ndugu yangu, umeongea yote, mimi nimekuelewa, na nadhani sasa hivi unaona hichi kipindi ni kigumu. Yaani cheza kote, lakini usije ukacheza katika pesa. Pesa ni ngumu. Huyu unaposema kwamba rafiki yako ana shida, nataka nimsaidie hiyo pesa kwa kipindi hiki, na unajua kwamba mimi wiki ya mbele nadaiwa kodi, ndugu yangu, kikweli itakuwa ngumu sana ndugu yangu. Nisikilize ndugu yangu, kama unaniamini mimi ndugu yako, basi hata huyu rafiki yangu muamini, na mpaka nimetoka naye nimekuja naye hapa, manake mimi namwamini na namjua vizuri. Alafu ndugu yangu, mimi wewe siwezi kuingiza mkingi hata siku moja. Hivyo naomba umwamini tu rafiki yangu, huyu hana tatizo lolote, yuko fresh. Labda nikutoe wasiwasi, kwa sababu umesema hivi karibuni unaenda kulipa kodi. Mimi hiyo pesa ukinisaidia leo, siku ya 7 tu nakuletea hela yako. Yaani haijalishi, yaani siku 7 tu zikishaisha, tena asubuhi na mapema, sio mambo ya mchana sio jioni. Asubuhi mimi mwenyewe natia mguu hapo. Hiyo ni sawa bwana Ali, lakini ndugu yangu tambua bwana Ali, pesa haina undugu. Pesa hii watu wanaweza kupigana visu na wakauana, na ndio maana nasisitiza, pesa imekuwa ngumu. Naweza nikajitolea hapa kumsaidia huyo, alafu mwisho wa siku hela yangu mimi imeenda na maji. Mimi kwa mwenye nyumba nitamwambia nini? Hela iweze kutoka. Ndio maana nikawa nimemfuata huyo rafiki yangu, yaani mpaka ananileta hapa ni kwamba ananiamini. Sawa ndugu yangu, mimi hiyo pesa nitaitoa, lakini naitoa kwa sababu ya mgongo wako wewe ndugu yangu, sababu huyo mimi simjui, ila alahala tu tusije tukazungushana ndani ya wiki, tutakuja kukosana ndugu yangu. Narudia tena, pesa natoa kwa ajili yako wewe, sitaki tuje tuzungushane ndani ya pesa. Kiukweli hiyo pesa nitakuletea, unaelewa? Maana yake pesa ambayo ipo kwenye akaunti ni zaidi ya hiyo 50,000. Kwa hata usio na wasiwasi na mimi. Shoga yangu, najua yule kaka umpendi, ni bora tu ungemwambia ukweli.
kuliko kumfanya kaka watu kama kitega uchumi chako. Hiyo sio tabia nzuri kabisa. Sasa kanipenda mwenyewe. Sawa, hakupenda mwenyewe, lakini sio vizuri kuchezea hisia za mtu. Hivi unajua nini maana ya kupenda we? Unajua mtu akipenda anaumiaje akidanganya? Sasa hivi hamna mapenzi. Sasa hivi tunachoangalia ni pesa tu. Sawa, ni pesa, lakini tambua hicho unachokifanya ni kitu kibaya sana. Yatakuja akutokee puani. Wewe unapomuona kani hana mwanamke mwingine? Mimi hapo ninapoenda naenda kwa maslahi yangu tu. Haya, ila tambua siku za mwizi ni 40. 40 yako itafika. Ndio hivyo, nishaamua hivyo. Haya, mimi sina cha kusema kama ndo unavyosema wewe hivyo. Mimi bado nakuwa. Mimi nachokushauri yule mwanamke achana naye. Yaani hakufai kabisa yule mwanamke, achana naye. Ya kuelewa hapo yule mwanamke anifai vipi yani? Yaani mtaani kwetu huko hakuna kijana yoyote mbali shawahi kudate na huyo binti akafanikiwa. Yaani ni maumivu mwanzo mwisho. Hizo ni wivu zinakusumbua. Yaani msione wenzio wanafaidi. Mnaanza maneno. Sasa wewe nikuulize kitu. Yule mwanamke ushawahi kudate naye? Mimi kwa upande wangu hamna, ila marafiki zangu wote naongea nao wote ndio wananiambia maumivu. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi yule nampenda na nipenda. Sio naelewa, na ukweli nishaupata kwa sababu mtu ambaye mnapendana kwenye maongezo tu tamsoma wewe ananipenda. Sio naelewa. Kwa hiyo niache kabisa, niache kwenye mahaba yetu. Usije ukaleta sijui visanga vyako sijui. Sawa, pengine hao ambao washai kudeti nao wakaumia kupitia yeye, pengine wao ndo tatizo. Kwa hiyo kila ambaye anadeti naye kwamba anaachwa na maumivu, kwamba yeye ndo chanzo kila siku tu, iwe yeye ndo chanzo. Amka, yaani ulipo huko ndotoni kabisa. Mimi nakushauri ndugu yako, unapotea. Amka. Yaani sipo ndotoni, nipo kwenye penzi jipya lelelele. Tutajaje kumpenda? Hizo ni wivu. Vipi ndugu yangu? Maana ile swala unaona kimya mpaka leo na siku zinazidi kukatika ndugu yangu. Vipi, umefikia wapi ile swala? Kuhusu hilo swala bwana, ondoa shaka kabisa. Yaani tunapoelekea mambo yanaenda kunyooka. Si unaelewa? Mpaka siku 7 kuisha. Japo zimebaki kidogo lakini itakuwa vizuri na kuahidi. Si unajua ile pesa ndugu yangu nilienda kujazia mafomu huko. Ili niweze kupata nini? Hela na mimi. Si unaelewa? Kwa hiyo nimefanikisha kila kitu. Yaani hizo siku 7 tu nitapata hela, nitakamilisha ndugu yangu. Alafu kingine natakiwa muondoe hofu ndugu yako. Si unaelewa? Kwa sababu wewe ndo nakujua mimi, ndo maana aliweka ugumu wa kufanyaje wa kutoa hiyo hela. Lakini muondoe shaka kabisa. Yaani mimi pesa itapatikana. Na kama unavyojua ndugu yangu, unajua mimi nakuamini sana. Na mpaka ikafikia stage ya kukuamini wewe kupeleka kwa ndugu yangu kupata ile pesa. Ndio nimekusamini sana. Kwa hiyo nataka kusema fresh, ndio? Wewe ni rafiki yangu wa kushibana. Si unaelewa? Ndio maana nilipopata shida tu nikakukimbilia. Na wewe ukasema hauna. Wewe ungekuwa huna thamani kwangu, ungesema hauna tu ikaisha, lakini uliweka utu na kunipeleka kwa ndugu yako. Si unaelewa? Kwa hiyo ndugu yangu unaniahidi kwamba hautoniangusha kwa hili swala, si ndio? Yaani kabisa, yaani hilo swala limenyooka, pesa itapatikana. Alafu pia nisiwezi nikakuacha hivi hivi kwa sababu wewe ndio umefanya mimi nitatue nini? Shida zangu. Kwa hata wewe nakupa tu hata kidogo, chochote kitu. Kwa hiyo fresh mwanangu, usi hivi ndugu yangu, mbona nataka tuletane magumashi tena? Mmesema asubuhi mpaka sasa hivi mchana, sasa huu naona kimya, sipati majibu yoyote. Hiyo pesa yangu inakuwaje ndugu yangu? Hamna ni bwana ndugu yangu, ni kweli sema huenda tu rafiki yangu itakuwa kuna dharura kidogo kapata, lakini usiwe na wasiwasi, ondoa shaka kuhusu hiyo. Hela yako nipata ndugu yangu. Harakati hizo harakati gani bwana Ali? Wewe unajua kabisa mimi kesho kutwa hapo natakiwa nilipe kodi ya watu. Alafu unaniambia harakati. Na tumeahidiana leo asubuhi. Sasa mpaka sasa hivi mchana na napoendea mpaka jua litazama.
hela yangu jamani, mimi nitaipata sipati? Mbona mimi naona kama mnanichanganya jamani? Naelewa ndugu yangu, lakini kuwa na subira Yaani wewe niamini ndugu yako. Mimi na imani huyu mshikaji kuna sehemu labda kidogo kapata dharura, lakini na imani kwa sababu leo aliahidi ni uhakika ndugu yangu, usio na wasiwasi. Mimi nakuamini ndugu yangu, lakini sema mpaka dakika hii mimi siwezi kukuamini. Na ndio maana hata siku ile ulipokuja naye nikawa na mashaka tu. Nilitaka nistoe, lakini nikakunjua nafsi yangu kwa sababu ya kwako wewe ndugu yangu. Nilijua kutakuwa usumbufu kama au siupati, lakini mpaka dakika hii naona siwaelewi ndugu yangu. Ile pesa bwana, tutakuja kukosana ndugu yangu, mimi nakwambia ukweli. Basi ndugu yangu tumpigie. Hello. Vipi mwanangu? Fresh. Vipi? Mbona kimya ndugu yangu mpaka sasa hivi? Na mtu ulimwahidi asubuhi lakini mpaka sasa hivi kimya ndugu yangu. Vipi? Umefikia wapi? Kwa hiyo jioni fresh. Fanya hivyo basi ndugu yangu, usiniangushe basi. Sawa, ngoja nimwambie. Anasemaje? Bwana huyu anasema kuna sehemu kidogo kafuatilia hizo harakati zake. Lakini kanihakikishia mpaka jioni fresh anakupa tu hela. Jioni naita hela yangu. Bwana Ali bwana, hala bwana. Asiponiletea hela yangu ndugu yangu, tutakosana mimi naye, tutakuja kugombana hapa. Kweli ndugu yangu, kashanihakikishia. So muone hapa simu nimeongea naye sasa hivi, kwa hiyo kuwa na amani ndugu yangu. Pesa ile ndugu yangu, sihitaji masiala bwana. Mimi nishachanganyikiwa. Alafu kodi ya watu nadaiwa. Sitaki mambo mengi jamani. Fresh ndugu yangu, niamini mimi. Mimi nitasubiri mpaka hiyo jioni. Lakini nikiona kimya, tunakosana na kuna kutaarifu kabisa. Sawa ndugu yangu. Toa hofu, ninakuelewa. Unaona? Odi. Oya Jeikani. Oya Jeikani. Jeikani. Oya Jeikani.